Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Naam ustadhi, naona tulikuwa tumemalizia ile adarsu athani, tulikuwa tumemalizia ile adarsu thani ambayo tulikuwa tunasoma herufi zikiwa mbili mbili, tatu tatu, zikiwa ni murakaba zimeunganishwa, lakini zikiwa ziko peke yake bila haraka. Sasa hii ulituambia kwamba tumemaliza ile darsu thani, tunafaa kuenda darsu thalith. Bas, bismillah, tuko hapa kwa ajili ya kusoma darsu thalith. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ad-darsu thalith kulingana na kitabu cha Al-Qaida An-Nuraniya ni kuwa mwenye kitabu amejalia ad-darsu thalith ni kuhusu al-hurufu al-muqatta'a, ambayo al-hurufu al-muqatta'a hizi ni sura maalumu katika msahafu, ambao msahafu sote tunafahamu una jumla ya sura 114, sura 114. Katika sura 114 kuna sura ambazo zimeanza na hurufu muqatta'a, ambazo zile herufi zinaitwa fawatih. Baadhi ya vitabu kwa sasa wanaziita al-hurufu nuraniya. Hizi sura ambazo zimeanza na hurufu ambazo hazina tafsiri maalum, ni herufi tatu zimeunganishwa. Hizi sura ambazo zimeanza na hurufu muqatta'a katika Qur'ani, katika sura 114 ziko sura 29. Sura 29 katika 114, 29 ndio zimeanza na hurufu muqatta'a, ambayo herufi ambazo zimetumika ni herufi 14, ambazo zenyewe zinatumia sulhu suhairan man qata'a kadha ishtahar. Hizo herufi ziko hapo. Kwa hiyo hebu rudia hiyo mshairi ama ni tumesema msahafu una sura 114. Katika sura 114 toa sura 29. Sura 29 hizi zimeanza na hurufu muqatta'a, zile herufi moja moja ambazo zimechukuliwa tu zikaunganishwa herufi. Sasa hizi herufi zilizotumika katika sura 29 ni herufi 14. Alafu ukasoma ambazo zinapatikana kwenye haya maneno sulhu suhairan man qata'aka hadha ishtahar, zinapatikana hapo hizo herufi. Sulhu kuna 3 hapo, suhairan man qata'aka ziko mpaka hapo ndio zimemalizika 14. Au ukitaka pia kuzifahamu kwa beti nyingine wanasema nassun hakimun qati'un lahu sir, ziko hapo nassun hakimun qati'un lahu sir. Ukiangalia hapo nassun kuna nun na sad, hakimun kuna hizo hapo, kuna ha. Sasa kwa faida ni kuwa hurufu muqatta'a, yani hizo sura ambazo zimeanza na hurufu muqatta'a katika Qur'ani huwa zinagawanywa. Katika Qur'ani huwa ziko mafungu, ziko katika aina 5. Sura tumesema ziko 29, sio? Zimetumia herufi 14. Sura zenyewe hizo 29 huwa zinakuwa categorized katika sehemu 5. Sehemu ya kwanza ni sura ambazo zinatumia herufi moja peke yake, herufi moja, kama vile qaf, herufi moja, sad, nun, hii ni herufi moja tu. Kwa hiyo hichi ndio kitengo cha kwanza, aina ya kwanza. Aina ya pili ni sura ambayo inatumia herufi mbili. Kama sura gani? Taha. Hapa kuna ta na kuna na ha. Kisha kuna tasin, imetumia pia herufi, imetumia mbili. Hamim pia imetumia herufi mbili. Sawa? Yasin imetumia ngapi? Mbili. Kisha alafu kuna hiyo ni aina ya pili, sio? Aina ya tatu inatumia herufi ngapi? 3. Alif, lam, mim, 3. Alif,
lam ra, tatu. Ta sin mim, tatu. Hiyo ni aina ngapi? Aina ya tatu. Tumesema ziko ngapi? Tano. Kisha kuna ile ambayo ina herufi 4. Sawa? Ambayo hiyo ni kama gani? Alif lam mim ra. Ina herufi 4. Kuna ile ambayo sasa ina herufi ngapi? Ina herufi 5 ambayo kaf, ha, ya, ain, sad. Ukihesabu hizo kuna kaf moja, ha ya pili, ya tatu, ain ya 4 na kuna sad ya 5. Kisha kuna ha mim ain sin qaf. Imetumia herufi 5. Imeanza na 2 kwanza, alafu 3 zikaja mbele yake hapo, herufi 5. Kwa hivyo tunazigawa katika kuna yenye na herufi 1, herufi 2, herufi 3, herufi 4 na herufi 5. Sasa hizi huwa zina mfumo wake wa kusoma, ambao mfumo wake wa kusoma huwa ni kama ile tulioishiria kwenye darasa iliyopita, ambao darasa iliyopita tumesema hurufu lihijai zinagawanywa sehemu 3. Kuna qismu la tumaddu wa qismu yumaddu bimiqdari harakatain wa qismu yumaddu bimiqdari 6 harakat. Ndio zinavyosomwa hizi. Sasa zile ambazo la yumaddu bado ni zile ambazo tumezitaja, ni al-alifu wal hamza. Sawa?